Kwa heshima tusimame zote. Ninasema zote. It is my simple, humble duty to bring on this podium none other but Bishop Ben from JCM akaribishe mtumishi wa Mungu atakayetupatia neno. Makofi mazuri, makofi kwa askofu atusaidie, na hapo hapo akaribishe mafuta ya siku ya leo. Asante, tuketi. Amen. Praise the name of the Lord. Aya. Nimesema baba yangu. Mahana mwengo tanda kwa kama wagoso. Daugau. Praise the name of the Lord. Okay, let me teach you something. When I say praise the Lord should be an action and not an answer. Are we together? Praising God is an act. It is not an answer. So when I have said, praise the Lord, you have told me, amen. Amen is to say, na iwe hivyo. It is like I have praised him alone. Let me teach you something. When I say praise the name of the Lord, you turn to your neighbor and praise him through words. You tell your neighbor he is faithful. He is mighty. He is marvelous. He has taken me this far. Umeelewa? Praising God is an act. So that when I say hallelujah, you say amen. Are we together? So, praise the name of the Lord. Sasa ambia mwenzako sifa za Yesu. You praise that Jesus. So that when I say hallelujah, you say amen. Sasa hiyo si umeelewa? Tumalize mara nyingine moja. Praise the name of the Lord. Ukiona mtu akuongelesha, uko na uhuru wa kuhama hapo uende kwa mtu mwenye anajisikia kukuongelesha. In this world we have the freedom of movement. I want to thank our director, Mr. Peter, and your wife. The school structure, and of course the staffs of Petans Institute. Wageni wetu ambao wamekuja, wasomi ambao tuko nao hapa, wachungaji ambao ni wengi hapa, bendi zetu, na wananchi wote kwa jumla. Hamjambo. My name is Bishop Ben Kamau from Jesus Christ Compassion Ministries, and of course from Kameme FM Breakfast Show. Now, I have come here today in honor of Mr. Mwinami because we have really come from far with this great man. And one thing I like about Mwinami ni kwa sababu mimi na yeye kuna similarities. To be where we are, it has costed the hand of God. When he was beginning Petans driving school, alikuwa mwalimu wa driving school, alikuwa mechanic wa hiyo gari, hiyo ilianza shule. And I wish Mr. Mwinami hiyo basi utaiweka mahali ikuwe museum ili hawa watu wajue mahali umetoka. Alikuwa na wanafunzi, akisimama mahali anaingia chini, anapiga, inatoka baridi, wanaendelea. So when I see vehicles all over the Petans driving school, I see the hand of God. I thank God when PIPS began. Mimi ndio nimekuwa, I think, advert ambassador kwa muda mrefu wa hawa watu. On Kameme FM, mimi ndio nimeangusha gari nyingi kabisa. Ndio advert isikike ya kwamba huyo mwenye ameangusha gari hakusomea wapi? Petans. And today I have come to celebrate you, sir, for allowing God to use you so that the lives of young people in this nation will change. Mimi nikiona hawa watu, ninajua wengi wametoka kama kwetu, mahali ambapo tulivaa shida kama nguo.
And that is why I sang the song. Ngai nĩakumaga thĩna akaukia kĩnyararo wona atĩ ũyũ nĩ niĩ ũmũthĩ Ngai nĩakumaga thĩna. Wale ambao hawaelewi Kifaransa, huo wimbo unasema Mungu huondoa shida kwa kila mtu. Na mimi najua hao watu naona wamevaa graduates, sawa. Kuna mmoja tu hapa Mungu atatumia to change the face of their family. And because your skills wametoa hapa, Mr. Mwinami, you will live long to see where these dreams shall go. Na ni ombi langu leo ya kwamba Mungu atawasaidia. Na nyinyi ambao mmegraduate, if your dream is to change the face of your family, may you go and succeed. May God connect you to people who carries your destiny. Mungu akufungulie tu milango. Hata nyinyi mna bahati. Wengine wetu kama hatungekuwa na vipawa na mwito, sijui tungekuwa wapi. Praise the name of the Lord. Watu wengine kama sisi, ulisikia hata mbunge akinidiscuss kwa parliament, mimi ni wa class 8. Ni vizuri tu vile watu wa class 8 sisi hufikiria haraka. We think quickly. Sababu tunajuanga sisi ni Mungu tu. Tunaanza mahali. I thank God nyinyi kuna cheti unaweza enda kuonyeshana. Mimi tu nilisaidiwa na hiyo sauti mnasikia. Sasa sijui ukose kusoma alafu ukose base. Uombe Mungu sana. Hujasoma. Wapi Joel? Wewe hujasoma na unasalimianga watu. Habari yenu? Ni shida. Unajua ukiwa na base mzuri hata wasichana wanapenda base sana. Unaweza oa mtu hata kama unakaa aje uwe tu juu ya base. Kwa sababu it is very funny ukiambia msichana I love you. Lakini when you tell them I love you, si unasikia wametetemekea huko mpaka wazazi wanapiga duru na wameolewa. Lakini hiyo imewasumbua. Praise the name of the Lord. Kama hatungekuwa na vipawa hatungekuwa hapa. So I'm here to thank Mr. Mwinami and also to congratulate you on behalf of JCM. You know we celebrate you. Na unajua hata hapa kuna wanafunzi wengine kutoka kwetu kanisani na wanasomea kwenu. And we thank God for the far that you have taken these people. Na hata huu mwaka mwingine tutachukua tu sadaka na tutakupatia wanafunzi hata kama ni 3. Kanisa yangu nilisema tugawane sadaka na washirika. Kanisa ikiisha tutoke pamoja. Kila mtu atafute kwa kwenda. Mimi nikatafute mahali nitaajiriwa kuhubiri. Lakini hakuna siku tutakaa na mwanafunzi ambaye amehitimu na akose kwenda shule kwa sababu mzazi ni maskini. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo ninawaomba dada zangu na ndugu zangu, mnapotoka hapa msitie hii shule katika aibu. It is your time to go and become. Na kwa sababu kazi yangu sasa ni kumwalika mnenaji wa neno siku ya leo, maandiko yanasema ya kwamba wakuheshimishwa aheshimishwe. Kwa hivyo ningependa tusimame tunapoombea neno na tunapomwalika mnenaji wa neno. Unaona vile neno mnasimamaga polepole. Na kama ni Samido nimeita hapa mpaka Mkolino wangekuwa mbele, Karango wangekuwa amesimama akiwa wa kwanza. Praise the name of the Lord. Acheni tuombe. Mungu wetu na Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, mchana wa leo tunasogea kiti chako cha enzi kwa furaha kwa sababu ya yale umetenda. Tumekuona Mungu ukisaidia familia ya Betans kuanzia siku ile Mungu uliwapa maono ya shule, na mpaka mahali tumefika, we can call you Ebenezer. This far it has costed your hand. Tunamwombea mnenaji wa neno anapokuja kutoa sifa zako, kueleza ukuu wako na kupeana mwongozo wa neno lako. Tunapohubiriwa Mungu wa milele, naomba ufungue mioyo yetu na mawazo yetu tukapata nafasi ya kuweka jambo ambalo umetia ndani ya mtumishi wako, kulishika na zaidi kulitenda. Asante Mungu kwa sababu unatupa roho wa kufunguka. Tutakapokanywa tutasikia. Tutakapopewa mawaidha yataingia ndani yetu kutufaidi.
Acha Roho Mtakatifu sasa atumike, kwa sababu sasa ni wakati wa madhabahu. Mungu wetu, safisha hewa yetu ili tukusikie. Fungua macho yetu ya kiroho na pia masikio yetu ili tupate kujua jinsi unavyotaka pamoja na maisha yetu. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Weka mikono yako pamoja tunapomwalika Reverend Kimondo ili atuletee neno. You can do better than that. Tunapomkaribisha mtumishi wa Mungu aje atuletee neno la Mungu. Karibu sana Reverend. May you take your seat. Jina langu ni vile imetajwa kwa ratiba ya siku ya leo. Nimeokoka na mpenda Yesu kwa ajili ya kuniokoa. Nashukuru Mungu kwa siku ya leo. Nilipokuwa naamka asubuhi, singedhania nitakaribishwa hapa nimesimama na mtumishi wa Mungu. Asante sana Bishop. Unajua kwetu siwezi nikakuita brother Bishop because I'm not a bishop. Lakini nitaku address kama mtumishi wa Mungu. Nashukuru Bwana Peter na familia yake. Bwana Bishop, unapowaona huko kwako wametoka kanisa letu. Sisi ambao tumesimama hapa ndio tunawaombea. The background music ya maombi ni sisi. Na washukuru sana na wetu wengine ambao wako hapa. Wengine wako na maarifa kunishinda. Lakini kutoka mbinguni kulijulikana wakati huu kwa dakika chache sana nitasimama mbele yenu. Nyinyi ni wa maana na natarajia kwamba sio sisi tunanena sasa. Ni nafasi ya Mungu kunena pamoja nanyi. 2 Timothy chapter number 1 verse 13 and verse 14.